lady sasa watu wanaonekana kama wanampiga sana kwa sababu yeye ni ako pande ya kike. So inaonekana kama kuko na mvurugano kati yao wawili. But sasa hakuna mvurugano. The thing is oversight yake akifanya vizuri kama akiitisha implementation ya pesa labda funds fulani zilitolewa za barabara ama hospitali fulani kama referral general imepatiwa pesa. So it is kazi ya senator ku-oversight kama zile pesa governor alipatiwa zimefanya kazi. Na kama governor kufanya kazi na ile pesa, ndio maana unakuta kuona Senator Abdullo anaingilia kati kama ikiwa kazi yake. So sasa kama Fatuma our able governor akiona vile na his supporters and his PAs and yani watu wenye wako pande ya governor wakiona vile wanaona ni kama kuko na mvutano wa kisiasa. Yes. Ni kama kuko na kabila fulani ama jamii fulani inajaribu kuchukua uongozi. Inataka kuchukua uongozi kwa nguvu. Lakini sasa hakuna story kama hiyo. Hakuna shida katikati ya governor na senator. Hakuna shida. Ni kazi inafanywa, kila mtu anafanya kazi yake. Kazi inafanywa kwa ukakamavu. Fatuma Abdullo anafanya kazi kama kwa ukakamavu kabisa. Kwa sababu kuna watu wanasema kwamba hii impeachment yote inaweza kuwa imetokana ama imeletwa na Madam Senator Fatuma Abdullo. Kwa sababu tuliona hata wakati fulani your governor wa Isiolo, Mheshimiwa Guyo alikuwa pale mbele ya Senate. Na alipokuwa pale mbele ya Senate aliweza kuulizwa maswali magumu sana. Na akapigwa vita katika yale maswali. Na Madam Senator alikuwa. So kuna watu wanafikiria pengine ni Madam Senator ndiye anang'ang'ana ama anaweza kuwa kwa njia moja ama nyingine anataka kuondolewa kwa governor Guyo. Is that the case? No. It's not the case kwa sababu as per me na wanarika wengine wenzangu tulikuwa tumeshikana mkono wakati wa 2022 who vote for Kayole. He is called Kayole, aka Kayole. Ibrahim governor ni anaitwa Kayole. Kayole ni jina ya mtaa, jina lake. Lakini sasa he is called Ibrahim Guyo. So Ibrahim Guyo si tulipigana sana ndiye ingie kwa kile kiti. Na kura za Ibrahim Guyo zilikuwa 100%. Hakuibiwa kura. Na watu walimpatia kura kwa kamavu, watu walimpenda sana. So kuingia kwa kile kiti akajisahau. Ibrahim alijisahau kuwa hao watu ndio walinipatia kura. Unaona? Alijisahau kuwa nikiingia kwa huyu uongozi na county Isiolo ni county yenye iko chini kidogo, it is a arid area. So angejua watu wangu kama hii community yangu kwa sababu kwa sasa imekuwa cosmopolitan kwa sasa. Lakini at least angejua tangu kitambo hao watu Isiolo aona maji. Shida yao ni maji. Hao watu shida yao ni security. Hao watu shida yao ni mambo na mifugo. So kama ni mifugo iko na shida, angejua security ya binadamu na security ya mifugo. Well, the first lineup. Ajue hiyo hospitali inataka madawa. Ibrahim Guyo ajue youths wanataka kazi. Unaona? Ajue kuko na national wide, kuko na mambo national which counties are being involved. Sana sana kwa conferences za vijana. Hatujaona Isiolo ikiwa imechukua vijana to outside kwenda kuimplement mambo ya vijana. Hata wakati mmoja. Hata wakati mmoja. Hatujaona youth wa Isiolo kuwa featured anywhere nationally. Of which we are able. Vijana wa Isiolo wamesoma. Me was shocked. Vijana wa Isiolo wamesoma. Modhomi wa vijana wa Isiolo wamesoma vibaya sana. So baada wajua kupigana about drugs. Drugs sana sana pia imeingilia Isiolo. Sana. Unakuta watu juzi mzee mmoja amesema ni onakaa kama zombie. Ni ukweli. They are zombies. Very people, vijana. Yes. Wameingia kwa madawa wengi sana. Sana. Watu wanakaa kama they are not normal. So hiyo ni jukumu pia governor kama kwa mikakati yake angeona enyewe limekuwa janga, limeni overwhelm. So angetafuta mikakati nyingine. Unaona? Either hata cooperate na huyo senator. Najua they can cooperate and work. They can have peace and work together. Lakini so I don't know if they have some other issues zenye hatujui ziko juu ya meza.
kwa sababu wangeungana at least waseme ili janga la vijana. Unajua saa like some years to come in Isiolo there won't be any youth, na watu hata wazaana, kwa sababu kama watu hawani hakuna kuzaana. You want to mean hadi mali kwa kuoana? Yes. It's an issue still. It is an issue kwa sababu kama mtu anakula miraa 24 hours, mtu anavuta hizo mabangi, kete and all of it, mtu hawezi kuwa anatamani mwanamke or hata future. Mtu hawezi kufikiria future because future you have family, yes, kazi, whatever, I'll do like this, I'll do, but mtu ako hapa tu. Since mtu ameamka kutoka saa hii mpaka jioni ajui, maybe haibe ndio apate hata kama ni lunch. Maybe mtu aenda akusanye viatu kwa mlango ya mtu, aende apate kitu ya kuvuta naye. So in Isiolo tuko na hiyo story, tuko na hiyo shida. Right. Thank you so much. Kuna mtu anasema anaitwa Prince Muremi PM. Asante sana, watching live from Kobo. Thank you so much kiongozi. Niambie ni Ayub Bantongai anasema tunafuatilia zaidi. Serikali zote zinapaswa kufanya kazi no matter the governor. Governor should pull up their socks. Thank you so much kiongozi. Katika hapo Isiolo, yes, tungependa kuangazia jinsi vijana wamekuwa wakijitokeza. Nitakupatia an example in Meru County ambayo it's the neighboring county. Yes. Wamekuja, the young people wamekuja na miradi kadhaa. Mradi ambao kwa sasa unapelekwa pale kwenye bunge ili uweze kupitishwa ni mradi wa Meru Youth Council. Yes. Mradi ambao utasaidia the Meru youths kuweza pia kupata kama bunge lao. Wanakuwa wanazungumza mambo ambayo inawasumbua, yanapitishwa kwa MCA, governor, wanapia na wenye watakuwa kwa Meru Youth Council wanapata pia ka salary kao, yani kama wako kazi kusimamia wards. I don't know. Katika wadi Isiolo kama vijana, kabla tukuje katika ile kazi umechaguliwa, kuna kitu uliniambia umepatiwa jukumu lake. Kabla tuingie hapo, katika county Isiolo, pengine vijana wanapewa that chance with the current government yenye iko, the chance that ya kuzungumza, ya kujipeleka ama kupeleka maslahi yao kwa governor. Mmepewa hiyo chance? Kusema ukweli, hakuna chance kama hiyo tumeipata. Kwa sababu our governor first thing is unseen governor. Unseen kumaanisha hapatikani mahali. Hapatikani. Hayuko Isiolo. Governor hakai Isiolo. Allah, anakaa. Governor yetu ni governor wa kutembea na chopa na helikopta. Wow. Kutuangalia juu ya mabati. Hiyo ndio kazi ya Abdi Guyo. Akisikia ngamia imepotea Marti, anapanda chopa from Nairobi to Marti kwenda kuokoa. Na the governor wa Isiolo. Yes, he is the governor. I myself voted for him. My family voted for him. My friends, my relatives, kila mtu alipigia kura. Ofisi za governor ziko pande gani? Ziko pande ya Kenya Power, ukiwa unaenda pande ya polisi. All right. Do you want to mean vijana hawajapewa chance na governor? Hakuna chance. Okay. Kuna ile swala uliniambia kwamba ndio umepewa kusimamia. Ilikuwa jukumu gani? Okay, kulikuwa na kuna organization inaitwa Kenya ni Mimi. It is a running organization. It comes in years, inaisha then ndio imerudi. It has come back this year, imeanza. So nikapatiwa hiyo chance ya kukuwa county ambassador wa Isiolo County. Alright. So county ambassador ni kama organization ya vijana wenye wamejituma kupata either there some working groups zinaitwa social injustice, kuko na governance, kuko na working groups tofauti. Like for me I'm in gender agenda working group. Kuna vitu mingi mikakati sana mingi za kuhusiana na vijana. Kama yako inashughulikia gender? Yangu ni gender agenda. Mnaangalia mambo kama gani sasa pale ndani? Mambo ya GBV kitu cha kwanza, FGM na vitu kama kazi, kudhulumiwa. Yes. In Isiolo unaweza rate aje masuala haya ya GBV na mambo ya gender based violence? Unaweza rate hiyo county aje? Iko juu hiyo mambo ya GBV ama bado haijakuwa juu sana? Iko juu sana. Iko juu sana. Yes. Alright, na masuala kuna mtu hapa kidogo nataka kusoma swali lake. Anasema good morning.
Meru TV salimia sana mgeni wa siku. Ni vizuri sana kuona kila kona vijana wanajitokeza kujituma ndiposa serikali iweze kutusikiza. Thank you so much. Kuna mambo ya maandamano ambayo tumekuwa tukishuhudia sana sana the young people. Wewe ni kiongozi wa vijana na umepewa lile jukumu kuhakikisha unafuatilia ama kuongoza vijana kwa njia moja ama nyingine. Maandamano ya Gen Z yalikuja. Tukaona maandamano yakiwa different parts of the country, Kenya nzima, Meru pia. Isiolo kulikuwa na maandamano ya Gen Z? Kulikuwa nayo, lakini hakukuwa na riot ama nini, ilikuwa tu ile peaceful kujitokeza ndio kuungana na the fellow Gen Z wa Kenya mzima. Ukiangalia hii maandamano yote yalikuwa, pengine what are your thoughts? Kenya nzima venye uliona kulienda? Okay, as for me, hii Kenya inakaa kama kuko na hide and seek. Hide and seek, blame games, vitu mingi zinajitokeza. And we are very saddened na tunasikia vibaya sana as the generation. Because as for me, hata mimi bado nika Gen Z, lakini Gen Z mzee. Kwa sababu hii serikali pia tulikuwa na imani nayo sana. Ya sijui tulikuwa tunaimba na wheelbarrow, sijui whatever, UDA. Tulionea, we thought ita bring change. Hata wewe mwenyewe wakati ya 2022 uliona venye watu walifurahia sana. Watu walikosa usingizi ndio huyu William Ruto ingie kwa serikali. Lakini sasa shida imekuja, of which kuna swali umeniuliza about nafasi ya vijana kwa county. Nikakwambia hakuna. Sasa ndio maana hata pale Gen Z ilijiform kwa sababu hakuna nafasi ya vitu zao kukuwa addressed. So wakajiuliza, okay, tumesoma. Mtu anafanya kazi ya conductor kama ni Githurai, anakuambia niko na diploma ya medicine. Mtu anashona viatu, anakuambia mimi nimefanya teaching. So unashangaa sasa watu wakakuja kuona, so we are landed. So ni hao watu wanatukumbaza. Hao watu ndio wanatufunga macho. So ndio wakasema, so if these people are not hearing us, let us demonstrate. Of which iko kwa katiba. Iko kwa katiba demonstration. Lakini sasa ikakuwa sasa kaa ni mvutano. Serikali versus Gen Z. Serikali ni ku keep order, law and order. Sijakataa. Ni law and order. Lakini sasa Gen Z nao nani atawasikiza? Mwenye atasikiza Gen Z nani? Sababu sasa askari naye anapiga tear gas. Watu wapigwa risasi na risasi zinaonekana. Risasi ndio hii, si ati ni mawe. Risasi ndio hii inaonekana na risasi hakuna mtu mwingine anatumia, ni askari. So outcomes utaanza sasa kutuambia sijui si serikali, sijui aipoa, sijui nini. So kama ni Gen Z wako na haki yao ya kudemonstrate. So the better part serikali ingefanya kuko na hii devolution, walisema devolution. Wangesema at least kama kuko na wazee wa nyumba 10, the clergy. Okay, kujeni, iteni vijana, set aside kwa kila county the time which is available for you. You sit down as the youths. Mketi chini, mjue ile shida iko wapi kwa hao vijana. Ndio demonstration tusione zikawa kama hizi. Kwa sababu sasa kama hii mazishi ya Ojwang, of which imekuwa very painful. Hata mimi mwenyewe unajua mimi ni mzazi. It is so painful. Yaani kitu yenyewe inauma. Lakini our president anakaa kama yani hakuna kitu kama hiyo imehappen kwa nchi yake. Badala ajitokeze aseme okay, my fellow Kenyans, I apologize. Ama hakuna apologize, sababu hata ukiapologize wale watu maiti hawataamka. The people who died, they won't wake up. Anapaswa kufanya nini? So venye anapaswa kufanya aende kwa hiyo aipoa. Yes, because he have the mandate. Aende kwa aipoa na kila kitu ishughulikiwe. One by one. Kama ni askari alipiga risasi, sababu kila askari wote wakipatiwa bunduki anahesabiwa risasi.
hesabu za risasi zikitendeka, wewe ukikuja jioni kama ulipatiwa risasi 30, zikikuwa ziko 28, lazima utelezea risasi mbili zinaenda wapi kwa bunduki yako. So it is not that hard kujua ati nani alipiga risasi ya sijui nini. So mvutano yote sijui inaelekea wapi. Right. Kuna swali lingine ambalo ningependa kuliuliza kuhusiana na masuala ya uongozi wa mtoto wa kike, women leadership. Yes. Wewe ni mtoto wa kike na umepewa uongozi katika kuongoza vijana. County ambao umetoka Isiolo, mko na kiongozi wa kike, senator. Yes. She's a woman leader. Yes. Do you think community ama jamii inakubali uongozi wa mwanamke as at now? Na unaweza rate aje uongozi wa wanawake? How do you see it? And do you think community imeanza kukubali that yes, even women can still stand and lead? Kwa sasa kwa community ama kwa jamii ya Isiolo, nimekuja kuona wana appreciate sana uongozi wa mama. Kwa sababu hata tukiona our MCAs tuko na wamama ndani. Kuna wamama bado walichagua kuna wamama ma MCA na tunaona wanafanya kazi vyema. Alright. Na ni kwa county ya wafugaji. Hata huku ndani isipokuwa Isiolo county, yani ndani ya town, huku ndani mashinani kuna ma MCA huko. So that means hata watu wako ndani mashinani wako na ile moyo ya kupigia wanawake kura ama ku appreciate kwa uongozi. Yes. Na pengine ukiangalia challenges ambazo kiongozi mwanamke anazipitia haswa katika upande ni kama gani challenges kiongozi mwanamke anazipitia? Okay, challenge kama moja yenye iko na witness yenye tunaweza sema inapitiwa ni kama huyu senator Fatuma Dulo. Iko challenge alipitia not once not twice kutoka Ibrahim Guyo. Of which ni kama yani kumwaccuse ama sijui tutaita vipi. Kuna vile alimwaccuse na vijana kidogo. Alright. That is sexist. So mambo na feminist hiyo kitu nayo inaikuwa encountered sana na uongozi wa kike. Kwa sababu how can you accuse a full grown woman, mama wa heshima kama yule, na mambo na vijana kidogo. So vitu za sana vitu za kitandani mwanamke ana go through sana. So kama ni kwa kazi fulani umeajiriwa, manager anataka kulala na wewe, supervisor anataka kulala na wewe, ya workmates anataka kulala na wewe. So I wonder nini kama utalala na kila mtu ndio uambiwe sasa you are qualified to be a specialist in a certain county. Yes. Do you think at one point county Isiolo inaweza pata governor mama? Is it possible? Yeah, it is possible. Kuna mtu ambaye amejitokeza pengine kuonyesha anaweza akona ile nguvu? Currently hakuna mwenye amekuwa aspirant ama ametu approach sisi mama kama anataka kiti cha governor. Bado hatujapata. Alright. Tukiangazia katika vijana pale Isiolo, kuna mipango ambayo pengine mmeweka kuhakikisha kwamba the young people in Isiolo. Umesema kuna shida ya madawa. Vijana wako kwa vitu zingine hawana kazi. Kuna mikakati ambayo unaona ikiwekwa itasaidia these young people in Isiolo to come from these drugs, kutoka kwa mambo mengine mabaya na kutoka kwa hata kwa insecurity. Kuna hata insecurity kubwa sana inaendelea mboso huko kwa mashinani. Ni kitu gani unaona kikiwekwa ama kikifanywa sasa ukiadvise serikali kuu na serikali ya county, kikifanyika vijana watakaa vizuri haswa pale Isiolo county? Okay, vijana watakuwa wazuri sababu sisi tunaangalia leaders. Tunaangalia wazee wetu, the footsteps. So kama mama na baba wasikizani, usi expect watoto watakaa salama kwa ile nyumba. If we can't see peace from you, our leaders, hata sisi hatuwezi kuwa na amani, kutakuwa na mvurugano. Kwa sababu sasa kama nyinyi mnarushiana maneno, governor anarushiana maneno, nani ataki kusikia moja na moja? So hata vijana usi expect
watakuwa na nidhamu nzuri. Yes. Right. Nikikumbusha kwamba katika huu mgao tukiangalia hata gazeti ya leo karatasi ya 9 inasema kwamba Isiolo kuna 415 billion Kenya shillings. Hizi ni pesa za zinakuwa shared revenue ambayo inakuwa shared in different counties. 415 billion ni pesa ambayo inakuwa shared. Na nikiangalia county Isiolo iko number 4 for the last counties, zile zinapewa pesa kidogo sana. Nairobi ndiyo inapewa zile pesa mingi sana. Wanasema Nairobi inapewa 21.4 billion. Kushuka hivyo. Kushuka county ya mwisho yenye inapewa pesa kidogo ni Lamu, inapewa 3.8 billion. Hapa tu juu kidogo Isiolo inapewa 5.6 billion. Ningependa kujua asua na sisi tunaangalia huu mgao wa pesa. Ningependa kujua kama kuna mikakati imechukuliwa ama kuna allocation inatengwa na county for these young people. And I will give you an example. Hapa Meru County kuna baadhi ya miradi ya the young people inaendelezwa. Kuna Meru Youth Service, hiyo inatengewa pesa zake, inasaidia vijana wanaenda wanatrainiwa and all that. Katika hii allocation, for example, kama Isiolo imepewa 5.6 billion. Kuna wakati kumewekwa allocation, serikali ikasema yes, na kuna waziri wa the young people. Yes. Na kuna wakati hii allocation imetengewa vijana na mkoona yenyewe the young people tumepewa hii pesa. Na kama imetengwa, imetumika na njia gani? Njia nzuri ama si njia nzuri? Okay, at first kama nimeanza kusema vijana wa Isiolo hawajapewa nafasi. Nafasi ndio hakuna. Viongozi wao wamejaribu kutafutia nafasi. Have you tried reaching these leaders? Tumewajaribu lakini wanasema hakuna pesa. Mmejaribu ofisi ya governor? Ofisi ya governor sasa tutamjaribu vipi na yuko? Ni ofisi Tamtoa happy. Ni ofisi gani mnajaribu? Lakini si kuna waziri. Ama wote ni tuseme wote hawako. Kama governor yuko, mimi nakwambia in short hatujapata nafasi. Hakuna nafasi ya vijana Isiolo. Yes, hatujapata. Sababu kumekuwa na nafasi, hatungekuwa tukiona kila mtu akikimbilia bodaboda. What do you mean bodaboda? Bodaboda, kila mtu akona bodaboda siku hizi. Millions of bodaboda are in Isiolo kwa sababu vijana sasa wanashangaa watafanya kazi gani. Wote wameendelea upande wa bodaboda. Yes, ndio at least kila mtu akiamka asubuhi arudi na riziki yake nyumbani. Kwa sababu sasa wengine wako na family, wengine wako na watoto wa mandugu zao wenye wanategemea, and they have to bring food at the table. Sasa ndio nakuuliza watafanya kazi gani nyingine kama hakuna opportunity mahali pengine? What is your word to the governor? Ukipewa chance kuongelesha governor, what is your word to him? Governor, ungemwambia nini governor Isiolo wewe sasa kama Hadija? Ungemwambia nini? Currently unajua sasa kuna impeachment process yenye iko kwa meza. Yes. Sasa mimi sijui ni word gani naweza mpatia kwa sasa kwa sababu MCA ndio wanafanya their rights, they exercising their rights. Alright. Nimeelewa hapo, utaki kuzungumzia governor sana. Yes, kwa sababu sasa kuna kesi ambaye inaendelea na inatarajiwa. Okay. Yes. Basi kuna MCAs ambao ndio wako mashinani. Yes. What is the word to them? Viongozi ambao mashinani unazaambia vipi? Wote wa Isiolo. Okay, mimi naweza ambia MCA. Okay, push up. They should push up what is their agenda. Agenda yao wangangane nayo. Kwa sababu tuliwachagua pale ndio watuongelee sisi. They are our representatives. So, na sasa tunaona wanatu represent. This is one of the exercise zenye tunaona wanazifanya kama kuexercise hizo rights zao. Siwezi sema mengi. Alright. Anasema good morning Dennis Nikandi. Anasema ask our guest, does she think religion is also a barrier in women leadership in the region? Okay, currently what I specify in Isiolo religion kama inaweza kuwa pia ni changamoto kwa uongozi wa wanawake huko Isiolo.
Currently religion sija kumbana nalo. Haijakumbana nayo. Yeah, religion. No. Alright. Pengine tukimalizia kwa sababu ya muda wetu na tunaomba radhi sana kwa kuanza tukao tumechelewa. Your final thoughts ni gani? Your parting shots ni gani kwa wakazi wa county, wakazi wote wanaokutazama wa county Isiolo na wakazi wote wa nchi ya Kenya? Your parting shot unaweza waambia vipi? Okay, whatever I can say from my county Isiolo 011. Vijana wa Isiolo, just stay calm. Tuangalie venye Senate itafanya, kama itamrudisha our governor or venye wataamua. Hizo zingine, hizo propaganda zingine na vitu za kuongelea nyumbani ama chini ya meza, tuachane nazo. Mambo ya uhasama, mambo ya chuki, ukabila, isikae kama ndiye imekuwa chanzo cha impeachment. Isikue kama impeachment imefufua ukabila. Impeachment isikue kama imekuja sasa ndio muanze kuuana, kuibiana mifugo. Hakuna mahali mifugo na impeachment zinaingiliana. Mambo ya uongozi tungoje, tukae kama watu soba. Tukae kama binadamu. Sasa tukae kama wanyama. Atukipatana na ule unasema sijui ule ni nani, sijui huyu ni nani. Tuachane na hizo vitu. Na tungoje the ongoing Senate next week. Alright. Yeah. Ni next week Yeah. Ndio anakutana na senators pale kwenye bunge. Yeah. Asante sana. Thank you so much even for clarifying that na pia kuzungumzia right now Isiolo County inamulikwa sana na nchi nzima. Yeah. Kwa sababu ya the ongoing impeachment ambayo inazidi na tutakuwa tuniangazia na pia tunaifuatilia pia sisi na tutakuwa tunaihea one on one live from the Senate ili kujua iwapo makosa ya Senate ya governor ni halali ama si halali. Yeah. Thank you so much kuja Meru TV. Asante. Na tunatumai utarudisha salamu zetu kwa wakazi wa Isiolo. Yes. Na kwa muda tena tutakuita ili tuweze kuzungumza tena na tena kwa sababu hii leo tumekuwa na nafasi kidogo, but tuweze kukuita tena na tena tuweze kuzungumza masuala ya vijana na haswa pale katika county Isiolo ambayo changamoto ni mingi sana natumai ambazo zinahitaji kuangaziwa na kuangaliwa. Thank you so much. Asante. Right, watagari, thank you so much. Ukari rwalia ro mwambe ombethi kana mutongelo ombe ombethi kuma Isiolo. Onenge thronge kara tanta unikenda ugataro tererongero studio okomba kwithira ukiretagirwo mubango jujunge jura jwambaire kuma thainya cherukiri aja ndene ya Meru TV. Thank you so much kugwatana ni kuma rukiri twambirire nteto chieto cha Meru TV rukiri twatonya kire mangatheti zetu twatonya kire mibango tuturinge ime twambire na bona Eric Motwiri uria umete no Thimenti Meru County na twarikira rija kuma all the way from Isiolo. Thank you so much. Have a beautiful weekend and a blessed Friday.